mwingine kwa haraka. Kufika mahali hapa nimekuwa nikiandika mazuri, amekuwa akinitia moyo sana. So mimi nimekaa ward like 5 days na there was no change kwa mtoi. Alikuwa mwenye tulimpeleka hosi, alikuwa tuna joto, but kufika huko ana damu. Mtoi anaambiwa ako na blood infection, but wanatibu, dawa hazifanyi kazi. Alikuwa na get worse. Ikifika kesho mtoi kama tu wako tu, wanakuja wana withdraw dawa, wanamletea zingine. Hadi venye nifika 5 days wakatuambia tumeshindwa, wacha akwe referred to Kenyatta. Nilipoenda Kenyatta niliambia Mungu msitaki kulazwa tena. Hiyo tu ndio niliambia Mungu, mwambie sitaki kulazwa tena hapa. Ilikuwa saa 7 usiku. Daktari huyo akamuona, kampima, akatuambia mtu yako na pneumonia, amefungana kifua, akamfungua kifua. Mimi namshukuru tu Mungu juu penye amenitoa ni mbali. Nashukuru dada Lorin amekuwa akiniombea. Mimi sikuwa naenda church for a long time, but nilimwambia leo, nilikuwa nasikia tu roho inaniambia jana usiku nikuje mahali hapa. Na nashukuru Mungu kwa maombi yenu. Asante. Mtoto ndio huyu. Shukuru ni Bwana. Kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tumpigie Mungu makofi mazuri, maana amemponya na kwamba ameshuhudia kwamba kuna Mungu ambaye hupenda, Mungu ambaye tukumwita anazidi kutenda. Na hiyo Mungu kwa shangwe sana. Amen. Na tumwambie aje, barikiwe. Na utazidi kuona utukufu wa Mungu unapomfuatilia. Amen. Uko hapo, wewe ni mgeni, utakuwa nasi katika ibada za Jumapili. Tunakukaribisha sana hapa Neno Beura. Bwana Yesu ape sifa. Kwa ishara ya mkono, tujulie hali tu. Tuambie Bwana Yesu asifiwe, ama tujulie hali tu kwa ishara ya mkono. Kwa wageni, karibuni sana. Tuwapigie makofi mazuri. Karibu sana in the mighty name of Jesus. Nataka hicho kipasa sauti kingine kitembee pande hii ili tuokoe muda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Flora Mutuna Tulamela, nimeokoka Kristo Bwana. Bwana asifiwe. Mimi mgeni nimekuja kutembelea Uganda na Grace is my auntie. Bwana asifiwe. Niko huku kwa wiki 3 hivi. Bwana asifiwe. Amen. Nasema mbarikiwe. Nasi tumwambie aje Flora? Ubarikiwe na karibu sana katika nyumba ya baba yako. Karibu sana in the mighty name of Jesus. Mimi ni mgeni kwa siku ya leo, lakini kwa maombi huwa nakuja siku ya Jumanne na nishaikuja kesha moja. Kwa majina ni Damaris, mkaazi wa Ufield. Atumpigie makofi mazuri Damaris. Na tumwambie aje, uzidi kubarikiwa in the mighty name of Jesus. Praise God church. Praise God. Kwa majina naitwa Brian Otieno. I'm from West Gilgil. Nikuja kwa pass. Lakini leo nimeamua nisikie kwa nyumba nikuje niombe na nini. Nikaribisha. Praise God. Praise God again. My name is Ruth, born again Christian. Praise His Lord in my soul. I'm so humbled. Nasikia tu nimebarikiwa sana kwa kuwa na nyinyi. This is not the first time to be here. Nimekuwa kwa mkesha moja na kutanga maombi. Nasikia tu leo nimebarikiwa, nimefunguliwa. Tumwambie aje Ruth? Abarikiwe. Mwambie vizuri. Abarikiwe. In the mighty name of Jesus. Mrs. Pastor Eric, say hi to the church. Bwana asifiwe. Ninafurahi sana kwa maana ni nguvu zake, ni uwezo wake kwa hapa. Uwezo wake kutufikisha mahali hapa. Asante, mbarikiwe. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Nisaidie kwa sadaka ya makofi. Shangwe, weka shangwe bana. Tunapomkaribisha our Pastor Eric, say hi to the church in the mighty name of Jesus. Karibu sana in the mighty name of Jesus. Ongeza hiyo shangwe. Makofi. Hallelujah. Amen.
Praise Jesus. Amen. God is good all the time. And all the time. God is good and that is nature one. It is a great moment that we thank God for this far. The Bible says, if it was not the Lord being on our side, the enemy could have swallowed us while we are alive. Amen. Amen. But the Lord God has kept you. And the question comes, are we growing? Are we becoming mature? Hallelujah. We need to grow in the spirit and serve the Lord and depend upon him. As we grow in the spirit and become mature, the Lord will take you far and you will serve his kingdom. And as you serve God's kingdom, God will set you free as we become obedient to his word. May God bless you and do you good in Jesus' name. Na ukainua mkono wako ukashangilia kama umepokea hiyo baraka. Nisaidie kwa sadaka ya makofi. Weka makofi mazuri. Weka shangwe tunapomkaribisha our Mrs. Bishop in the mighty name of Jesus. Hey. Tushangilie. Tushangilie. Karibu sana in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah church. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Nami nashukuru Bwana mchana wa leo, adhuhuri ya leo kwa jinsi amekuwa mwema kwetu. Bwana asifiwe. Amen. Ikiwa ni siku ya maana sana katika Neno Beula tunaposherehekea hii anniversary ya miaka 15, hakika tunasema umbali tumefika. Bwana amekuwa Ebenezari. Bwana asifiwe. Amen. Maana tumepitia mabonde, hakujakosa vita, hakujakosa mambo ya kushusha, lakini Bwana amekuwa upande wetu. Kwa hivyo tunamshukuru Bwana kwa kuwa ataendelea kuwa pamoja nasi jinsi ametuahidi. Nasi tukazidi kunyenyekea miguuni mwake, tukasikie sauti ya Bwana na kuitii, na hakika Bwana atatufikisha mbali kuliko hivi. Anasema ya kwamba mahali nimefika nimeona. Neno Beula mahali nimefika. Wewe Ebeneza wewe. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Kwa sababu ya wageni wetu ama ambao wametutembelea siku ya leo, wameungana nasi kusherehekea na kumsifu Mungu kwa hii miaka 15 ya Neno Beula. Hatujakoma, hatujaacha. Bwana Yesu apewe sifa. Katika ratiba ya ibada zetu ni ya kwamba kila wiki ama kila siku ya wiki tuko hapa maombi ya asubuhi saa 11 hadi saa 12:30. Kabla hujaingia katika kazi, ingia hapa, ungana nasi, tuombe pamoja, na siku na wiki inakuwa nzuri. Bwana Yesu apewe sifa. On Tuesdays tuko na ibada hapa the whole day, ibada ya deliverance, counseling, maombi. Kuja hapa, onana na mtumishi wa Mungu utakayempata ameidhinishwa hiyo siku, muwe na maombi ana kwa ana, private prayers, maombi yeyote ile, namna yeyote, huduma yeyote ile. Kuja on Tuesday kuanzia saa 4 hadi saa 10. Na kusihi ya kwamba ama na kuwa device ya kwamba fika mapema, na Mungu wetu atakuwa na muda mzuri na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. On Wednesdays saa 11 tuko na church fellowship hapa. Fika mapema, tuungane pamoja, na tuna mega ama tunashiriki katika meza ya Kristo tukiwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo on Wednesday kuja hapa tumege na tule meza ya Bwana tukiwa pamoja. Hallelujah. Every Friday of end month, hata kama ukiwa mahali popote pale, purpose kuattend katika mkesha. Hata usikojee kutangaziwa, every Friday ya end month, iwe tarehe 28, tarehe 30, tarehe 25 ama na 6, hapo fika hapa, tunakuwa na mkesha hapa kuanzia saa 4 hadi saa 11 asubuhi. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Na Mungu wetu azidi kukubariki. Katika ibada yetu ya Jumapili kwa wageni wetu, tuko na ibada ya asubuhi mapema. Tunaanza saa 2 hadi saa 3:30. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ibada yetu, our main service, starts
at 10, exactly at 10. Ukikuja 10 na dakika 5 unapata tumeanzia. Kwa hivyo inaanza saa 4 kamili. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaendelea hadi tunamalizia kama masaa haya ya saa 7:30 tukielekea saa 8. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu wetu azidi kukubariki. Leo tuko na siku kuu, tuko na siku kubwa sana katika neno Beura na katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tusimame. Hebu stretch kidogo. Nataka hiyo ikolee tunapoingia katika hii awamu ya pili na ya kumalizia. Haleluya. Nisaidie kwa shangwe nyingi. Weka makofi, weka shangwe, weka makofi, weka celebration. Tunakukaribisha tena wa Bishop in the mighty name of Jesus. Karibu sana wa Bishop. Haleluya. Amen. Tunataka tuangazie kiungo hicho kingine tumebakisha. Nacho hizo kiungo ni ya muhimu sana kanisani. Nao tunataka tuangazie waimbaji. So tunataka waimbaji wakuje hapa. Sasa mtawapea wakuje hapa katika kitabu cha tusome kitabu ya kwanza, 2 Chronicles chapter 20. Tuanzie hapo 20. Kitabu cha 2 Chronicles ama mambo ya nyakati wa pili chapter 20 verse 20. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyodhibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwibia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa hivyo kile kilifanyika, waliwekwa mbele ya jeshi. Haleluya. Jeshi iko na silaha. Waimbaji wako na nini? Tuko hapa. Wako na nini? Anasema akawaambia, aminini manabii wake. Baada ya hapo akawaweka waimbaji mbele, waende mbele ya jeshi. Kwa hivyo wakati ambapo waimbaji wanawekwa mbele, inamaanisha wao ndio wanakuja kututangulia kutushinda because wao wataenda kuambia Bwana uzuri wake. Nao neno linasema ya kwamba wakati walipotangulia ikakuwa aje? Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwibia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Haya, point iko hapa. Waimbaji
walipowekwa mbele ya jeshi walifanya vita vikaweze kuwa rahisi. Kwa hivyo hawa nao tunataka tuwaweke wakfu leo katika nyumba hii, kuwe na madhabahu ya uimbaji. Na madhabahu ya uimbaji itakuwa inatutangulia wakati tunapoenda vitani, maana iliwekwa mbele ya jeshi. Hata jeshi haikupigana, maana already vita vimeshinda. Kwa hivyo nao hawa kazi yao ni kuambia Mungu uzuri na wema wake vile ali. Wanaimba nyimbo za kumfanya Mungu ashuke atupigani. Kwa hivyo sasa nao tunawaweka wakfu kama vile Daudi alivyosema, waimbaji watengwe na waweze kutakazwa na kuweza kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Soma hiyo kitabu kingine, 1 Chronicles chapter 25. Kitabu cha 1 Chronicles ama Mambo ya Nyakati wa Kwanza chapter 25 verse 1. Tena Daudi na maakida wa jeshi wakatenga kwa utumishi baadhi ya wana wa Asafu, wakawatenga kwa utumishi baadhi ya wana wa Asafu na wa Hemani na wa Yeduthuni, watakao tabiri kwa vinumbi na vinanda na matoazi. Hii ndiyo hesabu ya wafanyakazi sawasawa na utumishi wao. Kwa hivyo neno linasema wakatengwa kwa ajili ya kufanya kazi ya nini? Watakaofanya kazi na vinanda. Kwani vinanda vinafanya kazi gani? Watakaofanya kazi ya wakatengwa kwa ajili ya kufanya kazi ya vinubi na vinapigangwa basiko kuwa na muziki. Watafanya, wakati watakapofanya hiyo kazi, nini itatendeka? Watatabiri kupitia ile watakuimbia. Nao zile nguvu za mapepo ilikuwa zinawakalia zinaondoka. Kwa hivyo sasa hawa waimbaji tunataka tulete madhabahu ya uimbaji, tu watayarishe wawe watabeba madhabahu ya uimbaji. Haleluya. Mungu atembee na wale. Na pia tumesema hiyo ya kwanza imesema wakatangulia mbele ya Kwa hivyo waimbaji wakiwa hapo, wao watapembeleza Mungu wao. Wao ni kupembeleza Mungu ili afanye kazi pamoja na sisi. Kwa hivyo kumuworship, kumuimbia, kumuomba, hiyo ndio inaitwa kumpembeleza Mungu. Watakuja wampembeleze kwa njia za uimbaji. Haya, soma. Wa wana wa Asafu, Zakuri na Yusufu na Nadhania na Sherara, wana wa Asafu walioamriwa na Asafu aliyetabiri kwa amri ya mfalme. Na Yeduthuni, wana wa Yeduthuni, Gedalia na Seri na Yeshaya na Hashabia na Matithia na Shimei, watu 6 walioamriwa na baba yao Yeduthuni mwenye kinumbi, aliyetabiri katika kumshukuru na kumsifu Bwana. Wahemani, wana wa Hemani, Bukia, Matania, Uzieri, Shebueri na Yeremothi, Hanania, Hanani, Eliadha, Gidalti na Romanti Ezeri, Yoshbekasha, Merothi, Hodhiri, Medhaziothi. Hao wote ndio wana wa Hemani, mwonaji wa mfalme kwa maneno ya Mungu, ili kuinua pembe. Naye Mungu akampa Hemani wana 14 na binti 3. Hao wote waliamriwa na baba yao waimbe nyumbani mwa Bwana, wakiwa na matoazi, vinanda na vinumbi kwa utumishi wa nyumba ya Mungu. Asafu, Yeduthuni na Hemani wakiwa waamriwa na mfalme. Na hesabu yao pamoja na ndugu zao waliofundishwa kumwimbia Bwana, wote waliokuwa wastadi walikuwa 288. Haleluya. Kwa hivyo hao ni majina yameitwa hapo
Kwa hivyo tumeyataja hapo, in case hao wakati hawatakuwa, watakuja wengi. Lakini sasa imesema wale waliamuriwa na wakawekwa mbele, waliofundishwa kufanya wimba ama ile practice, wale wako tayari sasa kwa ile practice ya wimbo, wale wako tayari sasa kwa uimbaji, ndio tunaweka wakfu sasa. Verse 7, tusome verse 7. Verse 7, na hesabu yao pamoja na ndugu zao waliofundishwa kumwimbia Bwana, wote waliokuwa wastadi walikuwa 288 waliofundishwa kumwimbia Bwana. Kwa hivyo kuinuka kuimba ili usifu Mungu sio kuamuka tu na kuimbia. Kuna ile tunaita practice ya kumwimbia Bwana. Kwa hivyo sasa wale wamekuwa na hiyo ni hawa. Nao tunataka Mungu akawainue, akaweze kuwafungua. Psalms 66 verse 1 to 3. Zaburi ama Psalms chapter 66 verse 1 to 3. Mpigie Mungu kelele za shangwe nchi yote, ibeni utukufu wa jina lake, tukuzeni sifa zake. Mwambieni Mungu matendo yako yatisha kama nini, kwa ajili ya wingi wa nguvu zako adui zako watakuja kunyenyekea mbele zako. Amesema ya kwamba wampigie Bwana kelele na shangwe. Kwa hivyo tunaomba mamlaka hao wakati wanapoimba, Mungu anashuka na nguvu zake, anafanya adui wanyenyekee. Kwa hivyo Mungu awape uwezo wa kufanya adui wanyenyekee wakati wanapoimba. Hata waende wapi waanze kuimba, mapepo inaanza kutoka. Hata waingie kwa kuruseni hapa kwa nyumba waanze kusifu, kukiwa na manjini, hiyo manjini inahama. Maana neno limetema wanapompigia kelele Bwana atakuja na nguvu zake. Leo tuna claim nguvu za uimbaji ziwaingie. Tuna claim uwezo wa uimbaji uwaingie. Amen. Psalms 33 verse 1 to 3. Psalms chapter 33 verse 1 to 3. Mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinumbi, kwa kinanda cha nyuzi 10 mwimbieni sifa. Mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi, kwa sauti ya shangwe. Haleluya. Nasi tunawaombea, amesema ya kwamba tupigie Bwana kelele. Kwa hivyo wao kazi yao ni ya kumwimbia Mungu. Kazi yao ni ya kumtukuza Mungu. Haleluya. Amesema ya kwamba wataimba kwa mioyo yao. Wakati mnaposifu, mnaimba kwa ajili kutoka kwa moyo. Sio wimbo haitoki kwa mafikira. Mungu ile wimbo anataka ni ile tunaimba kama tumejikana. Kwa hivyo kama tumeanza kuworship, tunanyenyekea kutoka ndani. Amesema wanyofu wa mioyo, ule atajikana, ule atajikataa ili amsifu Mungu. Na Mungu atashuka. Na Mungu ataonekana. Kwa hivyo tunawaombea nguvu hiyo ingie ndani yao. Tunaomba kutoka leo hiyo nguzo na ipandwe ndani ya mioyo yenu. Na hiyo nguzo na inene ndani ya maisha yenu. Nguzo ya uimbaji haitatoka ndani ya hii madhabahu. Nguzo ya uimbaji itaonekana mahali popote. Tunaipanda kutoka leo. Utukufu wa nguvu zishuke kutoka sasa. Uwepo huo ushuke kutoka sasa. Nguvu hizo zishuke kutoka leo. Wapokee hayo mamlaka. Amen. Kitabu cha Zaburi ama Psalms chapter 35
verse 18 to 21. Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa, nitakusifu kati ya watu wengi, walio adui zangu bure, wasinisimange, wanaonichukia bila sababu wasining'ong'oe. Maana hawasemi maneno ya amani, na juu ya watulivu wa nchi huwaza hila. Nao wananifumbulia vinywa, jicho letu limeona. Haleluya. Unapoimba ni midomo mingi itaongea. Wengine watasema ni fashion, unajionyesha. Wengine watasema wewe unajiinua. Lakini kwa hiyo Mungu akulinde. Mungu alinde kipawa chako. Maana adui za uimbaji ni mimi. Tulisema original ya uimbaji ilikuwa kwa shetani. Na tukarisazi tukaona kwa nini wana Kenya mwimbaji akiinuka malisi miaka kama 3 anaisha kwa ajili ya zile nguvu na forces zile zinampiga. Haleluya. Lakini tunaombea hawa vipawa vyao vya uimbaji vindumu. Kipawa cha uimbaji kikae ndani yao, wakae na nguzo ya uimbaji, wakae na mamlaka ya uimbaji. Hata ikiwa dunia itataharuki, hata ikiwa adui wengi watawachonga kwa midomo, wengine wawafunge kwa maombi, ama wengine wawainukie, hawatashikwa na hizo vifungo. Kutoka siku ya leo tunawainua mlima wa sifa, tunawapandisha mlima wa sifa, tunawapandia pembe ya sifa, tunaweka midomo ya sifa, tunafungua koo zao, tunafungua midomo yao, tunafungua sauti zao. Hakuna yule atainuka hawaharibu. Kutoka leo sifa na idumu juu yao, sifa na idumu juu yao, sifa na idumu juu yao. In Jesus name. Amen. Amen. Tunasoma kitabu cha John chapter 13 verse katika kitabu cha John ama Yohana chapter 13 verse 3. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Haya. Tunaombea hii maji Bwana. Kutoka siku ya leo wanapotumia hii maji, tunavua takataka iliyokuwa ndani ya miguu yao. Umesema katika kitabu cha Luka 10 mstari wa 19, umesema utawapa nguvu za kukanyanga joka na hingi. Saa hii tunaombea mamlaka katika miguu yao. Wanapoingisha miguu yao katika hii maji, wacha Bwana kuwe na ufufuo. Kutoka leo wafunguliwe. Hawa ni vijana tu Bwana. Tunaomba ushike mienendo yao, tembea na wao, anza kuwaongoza. Tunavua kiatu kile walikuwa wamezaliwa nazo, tunawabalisha kiatu za utumishi wako. Tunaomba nguvu mpya katika maji haya. Wanapooshwa kuanzia sasa, takataka, mapepo, maroho, vifungo walivyokuwa wamekanyanga tangu kuzaliwa, hizo vitu vyote vivunjike kutoka leo. Tuna declare wakuwe free, na wavae kiatu ya utumishi yako, na wavae mamlaka ya utumishi yako, na wavae nguvu za utumishi wako. Kutoka leo Bwana tunasema wacha itimie na itendeke, in Jesus name. Na tunaweka chumvi hii. Aliposema, umesema tutakuwa chumvi ya ulimwengu huu. Naomba sasa uimbaji wao utakuwa kama chumvi. Yeyote atasikia sauti zao atatependeka, atafuata hiyo wimbo, kama vile mtu utafuta chumvi kwa ajili ya chakula.
Kutoka leo tunawafungua. Hakuna maposha, hakuna mapepo, hakuna laana itakayowafunga. Tunaomba wimbo wao utakuwa na test. Kutoka leo watakuwa na ladha. Kutoka leo watakuwa na ladha. In Jesus name. Bwana, tuna declare kuanzia sasa, anza kufungua miguu yao, anza kufungua mienendo yao. Wataenda dunia hii wakiimba wimbo wako, wataenda dunia kila mahali, watatoa sifa yako. Umesema wingu la sifa litatanda juu yao. Weka gitaa, weka music ndani ya mioyo yao. Kutoka leo weka instrument ndani ya vinywa vyao. Weka makerubi ya uimbaji. Naomba kutoka leo mbingu ya uimbaji wafungukie. Mbingu ya uimbaji wafungukie. Weka maspika wanapotoa sauti, zinatoka sauti ambao zina nguvu ya kukemea shetani. Unatoa sauti ambao ziko na nguvu ya kuondoa mapepo. Kutoka siku ya leo Bwana, tunasema Mungu, wacha ukaweze kuwafungua. Wacha ukaachilie mamlaka yako juu yao. Wacha ukaachilie mamlaka yako juu yao. Tunaomba ile wimbo watakuwa naimba kutoka leo, vinywa vyao viwe na nguvu sasa. Vinywa vyao viwe na uwezo sasa. Vinywa vyao viwe na mamlaka sasa. Vinywa vyao viwe na mamlaka sasa. Hawataimba wimbo tu wapige kelele. Hawataimba wimbo tu wasikike wakiimba. Wanapoimba nguvu zako zinashuka. Anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana. Naomba kuanzia saa hii tunawabadilisha utukufu huu. Bwana, ni utukufu wa nyimbo. Wacha utukufu huu ushuke sasa. Bwana, tunaomba utukufu wa kibali cha nyimbo. Ukitukufu wa kibali cha nyimbo, wacha ushuke juu yao. Wakivaa nguo hii watakuwa wamelindwa. Malaika watajua siri sauti zao. Makerubi watajua sauti zao. Wazee 24 watajua sauti zao. Yesu akiwa ndani ya kiti cha enzi atajua sauti zao. Ufalme wa mbinguni utawabariki. Ufalme wa mbinguni utawasikiza. Wanaposimama kuimba, mbingu inaungana na wao. Tunapowavalisha utukufu huu, wacha mbingu ikawafungukie. 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 In Jesus' name. Amen. Amen. Control. Bwana, hautaondoka kuanzia sasa. Bwana, ingia ndani yake. Tunaomba Bwana, kipawa hiki fanye kazi. Tumesema haya ni mavazi tu, lakini utukufu wa uimbaji udumu ndani yake. Amen. Bwana, utukufu huu ukae ndani yake. Bwana, tunaomba utukufu wa uimbaji uwe ndani yake tangu leo hata milele. Amen. Anaweza Bwana kusamehe. Anaweza Bwana. Tunabadilisha utukufu leo Bwana. Tunaomba Mungu wetu wa mbinguni, tangu sasa Bwana tunamwombea utukufu wa uimbaji. Hii nguo vile ameivaa ambayo utukufu
mahali pote atakuwa na utukufu na udumu ndani yake, na udumu ndani yake. In Jesus. Tunamuombea Bwana, tumeunganisha vazi hili, lakini tuombe utukufu wa uimbaji udumu ndani yake, hautaisha na udumu ndani yake, na kuanzia sasa utukufu huo utendeke in Jesus name. Tumeunganisha vazi hili ni utukufu wa uimbaji Bwana. Tuomba uimbaji udumu ndani yake, kipawa cha uimbaji na mamlaka ya uimbaji ikae ndani yake in Jesus name. Undumu ndani yake kutoka leo, hautaisha wala utakatika. Wacha utukufu huo na utimie na uwe ndani yake in Jesus name. Ajili ya uwezo wako utukufu huu udumu na usimame juu ya maisha yake tangu sasa na milele. Anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, Bwana, tunawabarikia hawa. Mmesema wabarikiwe wajae kwa jina lako. Hawa tunawamwagilia mafuta ya uimbaji. Mafuta yao hayatakauka. Vipawa vya uimbaji havitasimika. Watandumu milele na milele katika uimbaji. Na wapea uwezo huo. Wataokoa kizazi hiki. Wataokoa watu hawa kupitia nguvu za uimbaji. Mamlaka ya uimbaji na yaingie, uwezo wa uimbaji na uingie ndani yao. Bwana kawatie hiyo mafuta ya uimbaji, watie mafuta hayo ya uimbaji kuanzia sasa, na ifanye kazi ndani yao. Kuanzia sasa na ifanye kazi ndani yao. Uwepo huo na uje juu 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 yao. Kuanzia sasa Bwana, wacha kibali cha uimbaji kishuke juu yao. Naomba kuanzia sasa, wacha kibali cha uimbaji, wacha kishuke ndani yao. Wacha kishuke ndani yao. Hiyo kibali cha uimbaji, hiyo kibali cha uimbaji, hiyo kibali cha uimbaji, wacha Bwana kifanye kazi. Wacha kifanye kazi Bwana mahali popote watakuwa. Naomba kuanzia leo uimbaji huu utandumu juu yao, 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 utandumu juu yao. Bwana, tunaomba saa hii wafungue miguu, wafungue mabawa ya kiroho ya kwenda kuimba. Wimbo wao hautaisha Bwana Mungu, maana nyimbo hazijaisha. Madhabahu ya Jehova Rohi anakuanga na nyimbo mpya
mpya kila saa, wimbo jipya kila wakati, wimbo mpya kila dakika. Wawe na ufunuo wa nyimbo, wawe na mamlaka ya nyimbo, wawe na ufufuo wa nyimbo kuanzia saa hii. Wapewe hiyo mamlaka, wapewe hiyo nguvu, wapewe hiyo uwezo, wapewe hiyo mamlaka, na iwe kwaona, 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 na iwe kwaona. Amen. 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 Amen.